Muko? Hebu tusalimiane tu tafadhali pahali tulipo. Asante. Asanteni sana. Na tunashukuru sana ukaribisho wenu. Karibu sana mzee. Vile kiongozi wenu Gavana Kingi amesema, siku ya leo tumekuja hapa kwenu kuja kuangalia miradi mbalimbali ya barabara. Unajua mwaka uliopita nilikuwa hapa, si ni kweli? Wakati barabara bado ilikuwa inaendelea. Sasa nikaambiwa barabara imeisha, nikasema sitaki kusikia, nataka kujionea kama kwa ukweli ile ahadi tulikuwa naye imetimizika, na leo hii tumeona imetimizika na barabara ndio hiyo. Tumepata nafasi pia ya kuongea na viongozi kuhusu barabara zingine ndogo ndogo sasa, kwa sababu zile kubwa kubwa tumezipangilia na kazi yaendelea, lakini tunataka hizi barabara sasa zianze kushikana, si ni kweli? Barabara tumeongea juu ya kuunganisha barabara hii yenu na ile barabara ya kwenda Bamba, na hiyo ya Bamba kuungana na ile nyingine inatokea pale Kilifi. Hiyo tumeongea. Tumeongea juu ya barabara hii ya kwenda ivuke daraja mpaka upande ya unaitwa nini? Rafa. Ya? Marafa. Ndio hiyo. Hiyo pia tumekubaliana. Na tumeongea juu ya mambo ya stima. Na hiyo mimi nimesema mimi nitafanya. Mambo ya maji, gavana amenieleza ya kwamba amepata pesa kutoka kwa hawa wafadhili wetu wa World Bank. Maji ameniambia niwache maji, gavana atahakikisha ya kwamba kila mtu ako na maji. Sasa barabara ikiweko, stima iweko, maji iko, jameni, sasa ile mebaki ni jasho ya mwananchi, ndio atoe mali na aweke pesa kwa mfuko. Si ni kweli? Si ni hivyo tuataka? Na ndipo unasikia vile wamesema hapa ya kwamba tumekubaliana kama viongozi, hatuna haja ya kurushiana maneno kila siku. Maneno na matope, ndugu yangu umesema. Hatuna haja, kwa sababu kila mmoja wetu amechaguliwa na nyinyi wananchi. Na hamutu kuchagua tutupiane maneno. Mlituchagua ndio tuwatendee kazi. Ama ni namna gani? Kwa hivyo nikiwa hapa na viongozi wenu, mimi mnajua mimi ni Jubilee, si ni kweli? Si hata mimi nilipata kura za wananchi. Sasa nikisema kwa sababu Gavana Kingi ni ODM sitaongea naye, si hata yeye alipata kura za wananchi? Jukumu letu ni nini? Si tushikane mkono na tufanyie wananchi kazi? Ama ni aje? Hatutaki kusema ya kwamba tuko na uadui na tunasambaza chuki na tunagawanya wananchi ati kwa sababu mimi ni mrengo huu na ule mwingine ni mrengo huyu. Sisi tunataka kusema ya kwamba sisi wote ni viongozi ambao wamepatiwa jukumu na wananchi wa Jamhuri ya Kenya, tuwatendee kazi na tuinue hali yao ya maisha kwa njia ambaye itawakuwa ya manufaa kwenu nyinyi, lakini sio kwetu sisi. Ukiona viongozi wakirushiana maneno na wakitusi wale wengine, hiyo sio kwa sababu ya wananchi, ni kwa sababu ya tumbo zao. Tunaelewana wenzangu? Kwa sababu kiongozi ambaye ako na haja na wananchi, kiongozi ambaye ako na haja na maendeleo, hana time ya kurushiana matusi kwa mwenzake. Yeye akuja aseme njoo jameni tukae, tupate suluhu. Vile gavana amesema. Kwa sababu ya sisi kuketi na tukasema ya kwamba hatutaki tena kuongea juu ya shida ya mashamba. Sisi ni viongozi. Tukiwa ya kwamba kila siku tukiamuka ni kulia shida ya mashamba, tunasaidia, tunagojea nani aje atengeneze? Na Mungu pia
hata tulaani sisi kwa sababu niliwapatia nafasi muende mtengenezee, na mimi sitaki kulaaniwa. Tunaelewana? Na ndipo tukasema sasa ni wakati wetu. Tumeongea juu ya shida ya mashamba kutoka wakati tumepata uhuru wa taifa letu la Kenya. Lakini kwa sababu sasa tumekaa, mtaona ya kwamba hivi karibuni wananchi wa Kwale, wananchi wa Kilifi, wananchi wa Mombasa, wananchi wa Tana River, wananchi wa Lamu, wananchi wa Taita Taveta wataanza kupata title deed zao za mashamba yao. Kila mtu awe na dokumenti yake, awe na karatasi yake, aweze kujisimamia, aweze kuendelea na shughuli zake, aweze kwenda kukopa kwa benki, aweze kufanya mambo yale mengine akijua ya kwamba ako na cheti chake cha kumiliki shamba na haki yake imetimizika. Tunaelewana wenzangu? Na hiyo ndio barabara sisi tunataka. We want to be solution providers, not problem givers. Tunaelewana? Solution providers, and solution comes from dialogue. Dialogue is very useful if you want to find solutions. You will never find a solution to your problem ukiwa kazi yako kila saa ni kulalamika. Wataka tulalamike ama wataka tufanye kazi? Na tukilalamika tunalalamikia nani? Kwa hivyo mimi sina mengi isipokuwa kusema kazi tutaendelea naye, na hizo ahadi ambazo tumewapatia tutaendelea kutimiza, na kazi tutaendelea kufanya pamoja kama viongozi. Na mimi nawauliza, msikubali kuja kugawanywa kwa misingi tofauti tofauti, au wewe ni chama hii, wewe ni kabila hii, wewe ni dini hii, wewe ni rangi hii. Hiyo mkatae. Mwambie mtu, mimi kuja uniuzie sera, usije uniuzie chuki, niuzie sera, niuzie maendeleo ya kuinua mimi hali yangu ya maisha. Uniambie kesho yake mimi, mtoto wangu, mama nyumbani atakula nini? Kazi itatoka wapi? Ama ni namna gani? Mambo haya ndio ya manufaa. Na mimi naambia viongozi, tafadhalini, na nyinyi wananchi mshike hapo. Nimewaambia tukiwa kule Kwale ya kwamba siasa sio ya kulazimisha. Siasa ni ya kupembeleza. Mtu anapembeleza, ananyenyekea kidogo, anaomba. Nilikuwa naambia vijana hapo, jameni, hata wewe wakati unatongoza huko unatembea tembea, si unaomba kwa unyenyekevu? Ama ni namna gani? Ukienda kwa nguvu hupati, na ukijaribu kupata kwa nguvu, polisi ndio huyo, chief ndio huyo, wewe uko ndani. Si ni kweli? Pole. Mtu anaomba pole. Ama ni namna gani? Siasa ni hivyo. Mtu anaomba kipole mwenye kura ni mwananchi, ataamua kama atakupea ama hakupei. Ama ni namna gani? Si ni hivyo? Tutaweka amani, tutakuwa na umoja, tuendelee na kazi my friends. Nimeona pale wakati nilishuka hapa last time, kulikuwa hapa nilipata watoto wa shule, si ndio? Na wakaniomba basi, si ndio? Naiona pale si nilitimiza jameni? Si ndio yule pale? Hata vijana sasa mkienda kupiga mpira mko na basi hapa ya kuwafikisha na kuwarudisha. Ama ni namna gani? Si haya ndio maendeleo? Si hiyo ndio kupendana? Si ni hivi wenzangu? Mimi nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde, na tutaendelea kuwa pamoja. Asanteni sana.